He was highly regarded. And because through him, kwa sababu kupitia through him, the Lord had given victory to Aram. Kupitia yeye, through him, the Lord had given victory. Let me tell you, kwa sababu ninataka kuleta ujumbe wa siku ya leo, I am just doing a foundation ya kwamba there are things God is going to do in your family because of you. Amen. Nasema kuna vitu tichameli God is going to do in your family because of you. Amen. There are things Mungu atafanya hapa Gitaro kwa sababu yako. Amen. There are things Mungu atafanya kwa kampuni ambayo unafanya kazi, not because the company deserves, but because of you. Amen. Amen. Hallelujah. Kuna vitu Mungu atafanya kwa biashara mahali unafanya. There are things God is going to do because of you in Jesus name. Bwana sio sana. You know, when Jacob alienda kwa nyumba ya Laban, Laban was so much blessed. I'm just trying to put a foundation and then I will tell you what I'm preaching about. Laban alibarikiwa sana. God bless Laban so much. Until mahali kafika ya kwamba Laban akasema, now I know the Lord blesses me because of you, Jacob. I pray that it shall come a time that people shall know the Lord has blessed them because of you. Amen. Now, leo nataka nilete ujumbe ambao unasema God's ways are not our ways. Njia za Mungu sio njia zetu. God's ways are not our ways. God's ways are not our ways. Njia za Mungu. Amen. Kuna ule wimbo ambao unasema ya kwamba nafsi yangu usichoke, moyo yangu msifu Bwana, aliahidi atatenda, tumainie Bwana. Kama mvua ishukavyo toka mbinguni kwenye ardhi, na neno lake kwa kinywa chake halitarudi bure. Litafanya nini? Litatimiza mapenzi yake, litatenda alivyosema, aliahidi atatenda, mtumainie Bwana. Because through him the Lord had given victory to Aram, and he was a valiant soldier. He was a valiant soldier, but he had leprosy. He was a valiant soldier, but he had leprosy. Turn to verse number 2. We shall be skipping some of them. Now, bands of raiders from Aram had gone out and had taken captive a young girl. Msichana alikuwa ametekwa nyara, akawa mjakazi, alikuwa ametoka Israeli. And she served Naaman's wife. Alitumikia mke wa Naaman. Turn up to verse number 7. Just go up to 7. Just go up to 7. Just go up to 7. Amen. Amen. Now that is 3. 3 is also okay. She said to her mistress, verse 8. Rudy, verse 7. Just go back to 7. And the Bible says, as soon as the king of Israel read the letter, he tore his robes and said, am I God? Can I kill and bring back to life? Why does this fellow send someone to me to be cured of his leprosy? This is the king. So he is trying to pick a quarrel with me. Go verse number 8. Verse number 8. When Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his robes, he sent him this message. Why have you torn your clothes? Have the man come to me, and he will know that there is a prophet in Israel. 11 verse number 9. So Naaman went with his horses and chariots and stopped at the door of Elisha's house. Naaman ameenda kwa Elisha. Let's continue. Elisha sent a messenger to say to him. Elisha hata kuenda alitumana, enda uambie huyo Naaman, go wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be cleansed. Amen. 12 verse number 11. And the Bible says, but Naaman went away angry. Akaenda akiwa amekasirika. I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord, his God, wave his hand over the spot and cure me of my leprosy. And verse number 12, are not Abana and Papa, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Would I wash in them and be cleansed? So he turned and went off
in a rage. And the Bible says in verse number 13, Naaman's servants went to him and said, My father, if the prophet has told you to go do some great thing, will you not have done it? How much more then when he tells you, wash and be cleansed, wash and be cleansed. And the Bible says in verse 14, inasema, so he went down and dipped himself in the Jordan 7 times, and the man of God had told him, as the man of God had told him, and his flesh was restored and became clean, like that of a young boy. And that is the reading of the word of God. Amen. Amen. Leo nataka niweze kuongea na nini kuhusu njia za Mungu ni tofauti na njia zetu. The ways of God are very different from our ways. Na mara nyingi tunapoenda mbele za Bwana, tunaenda mbele za Bwana tukiwa tunataka Mungu atufanyie vile ambavyo sisi tunataka, lakini sio vile ambavyo yeye anavyotaka. Many times we go to God with a book written, and many times we even command God. Tunamwambia Mungu ushuke na usitumane. Si huwa tunaambia Mungu hivyo, God, may you come and don't send angels. We want you to come by yourself. Lakini nimekuja kugundua katika safari ya wokovu ya kwamba njia za Mungu ni tofauti na njia zetu. Kuna vile wewe unaweza taka Mungu akuje, lakini wakati mwingine hata kuja vile unavyotaka akuje. But he shall come the way he wants, and he shall come on terms, not on your terms, but on his terms. The Bible says in the book of Isaiah chapter 55 verse 8, Isaiah 55 mstari wake ni wa 8. Biblia inazungumza kwa wazi, Isaiah 55 verse number 8. Kwa sababu mara nyingi we want God to do our will and not the will of the Father. And that is why I sing a song and say, Father, let your will be done. Let your will be done. I am just a piece of clay, and you are the potter. Oh, Father, let your will be done. Let your will be done. I am just a piece of clay. You are the potter. You are the potter. And this is what the Bible says. Neno la Bwana linasema hivi, naweza tupatia pia na Kiswahili. Isaiah 55 verse number 8. Bila Biblia inasema, the Bible says even in Swahili version, ili ya kwamba tuweze kuelewa zaidi, maana mawazo yangu sio mawazo yenu, wala njia zenyu si njia zangu, asema Bwana. Mstari wa 9 nasema amen. Kwa maana kama vile ambavyo mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, ndivyo njia zangu zilivyo juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Now listen to this people of God. Nataka niweze kuongea kuhusu Naaman, alafu tutaweza kuomba katika jina la Yesu. Now Naaman alikuwa mkuu wa jeshi. He was in charge of the army. Na neno la Bwana linasema ya kwamba this man called Naaman alikuwa na ugonjwa ambao ulikuwa unaitwa ukoma, leprosy. Leprosy had no cure. Ni magonjwa yale ambayo huwa tunataja, tunasema they are called terminal illnesses. Magonjwa yasiyokuwa na tiba. You just manage them until unangoja siku ya kufa. And the Bible says that there was a girl in her house, a slave, ambaye alikuwa ameona shida yake, and she spoke to the wife, and the wife spoke to Naaman. Naaman akaenda kwa mfalme wake akaweza kuandikia yule mfalme mwingine wa Israeli, na mfalme akakasirika sana, kwa sababu mfalme alikuwa na shida, vipi nitaponya mtu namna gani? And the Bible says Elisha akasikia hivyo, akamwambia mwambie yule Naaman aje kwangu. And then Naaman comes. Naaman anakuja kwake, anapokuja kwake anamuonea mbali, lakini hakuenda. Elisha hakuenda kumwombea. Elisha did not go to pray for Naaman, lakini alitumana akamwambia aende Yordani ajitumbukiza mara 7 na ataweza kupona. And Naaman was very angry. Alikuwa amekasirika sana. And the Bible says, if you go to verse number 3,
Rudi kwa 2 Kings chapter 5 verse number 3. Naaman alikasirika sana. Kama vile wengine tunakasirikanga wakati tumekuja kwa mchungaji. Ama wakati mwingine tunapokuja kanisani, tunakuja kwa altar kuombewa. Amen. Just continue, go to around verse number 7 there. Kama vile wengine huwa tunakasirika hivyo. Unajua wakati mwingine unapokuja hapa, naweza kuombea ukose kuanguka. Kama haujaanguka, haimaanishi haujapokea muujiza wako. Kuna wakati mwingine utaanguka. Kuna wakati mwingine utasikia moto umekushukia na wakati umekushukia unasikia kweli kuna moto na unapokea muujiza wako. There are times you come to the office, pengine unataka pesa, uko na changamoto ya pesa. Na unajua nikienda kwa reverend hata nisipomwambia shida yako, najua nikimuelezea atanipatia, hata kama hata nipatia yote, atanipatia 500. Lakini unakuja ninakwambia, brother, sister, let us believe God for a miracle. I pray for you. Lakini ndani yako you came for money, but instead of receiving money, I release prayers and faith. Your work is just to believe. So most of us huwa tunataka Mungu akuje vile tunataka. God, mimi nataka a husband tall and mnasema namna gani? Simuliambie. Tall, dark and handsome. Yeah? Tall and handsome. Na working class. You want God to come in that way. But there is a way Mungu anakujaka kwa njia zake. Unaambia Mungu, mimi mwaka huu usiponipatia gari, mimi na wewe tumepoteanwa. And God has his own ways. And therefore, wapendwa, lazima we learn to come out of our own ways na tuanze kuingia in the ways of God. That is what God desires. Hivyo ndivyo Mungu anataka. It is very important. Rudi nyuma kidogo, rudi nyuma. Amen. Let's go to verse number 9. Go to verse number 9. The Bible says in verse number 9, so Naaman went with his horses and chariots and stopped at the door of Elisha. Naaman anaenda amesimama kwa mlango ya Elisha. What happens in verse number 10? Akasema Elisha akatumana. Elisha sent a messenger, hata hakuenda yeye mwenyewe. Wakati mwingine unataka reverend akuje, akitumana hiyo maombi iliombwa na Pastor David, si kama ingekuwa ya reverend, hiyo ndio ingefika. Bwana sana. That is how some of us tunakuanga. Ati reverend alisema tuombe kwa simu. I wish angekuja yeye mwenyewe. Hiyo ya simu sioni kama imefanya nini? Imefika. Let me tell you, it is not about our ways. It is about the ways of God. Amen. Ni kuhusu njia za Mungu. Unaweza kuwa kuna kazi ulikuwa umeapply na inakosa kukuja na unakasirika. Na the most important thing ni unajiuliza, what is the way of God in my life? What is the way of God in my family? And the Bible says Elisha sent a messenger to say to him, go wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be cleansed. The Bible inaendelea kusema in verse number 11. Verse number 11. But Naaman went away angry. Alikasirika sana. Kwa nini alikasirika? Hebu tusikie. Nilikuwa nafikiria huyu Elisha ambaye nasikia unabii mkubwa wa Mungu. I thought that he would surely come out. Angetokelezea pengine na nguo zile za the clergy attire ziko na red imechorwa msalaba, alafu na ile kofia ya askofu na ile fimbo na mafuta chupa mzima, atokelezea hapo. I thought that he would surely come out. Angetokelezea hivyo and stand. Asimame hapo, alafu andike, Naaman, I am the servant of God, I am calling you. Let me tell you. Usiwahi tishiwa na mavazi ya ukuhani. Usitishiwa na sauti. Ati sasa niko hapa nakuja kuombea, alafu sasa nageuza sauti yangu. Rachel.
The angels of the Lord are coming down. Alafu unaona watu. My God. I thought he would come out, stand and call my name. I read in the land of the Lord, his God. Then afanye hivi mkono. Sasa huyu ni nani anapeana hiyo story? If alikuwa anafikiria, he will wave his hand over the spot. Angefanya hivi mkono. Alafu over the spot and cure my leprosy. Let me tell you, waving hand is not bad. Amen. But sometimes your miracle might not be in the waving of the hand. Your miracle might be in speaking of the word. Somebody is not getting me. Amen. Sometimes your miracle might not be in speaking of the word. Sometimes your miracle might be in the laying of the hands. Sometimes muujiza wako unaweza kosa kuwa in laying of the hands. But sometimes your miracle might be exercising your faith. Obedience. Hallelujah. And so this man was very angry with Elisha. And I want to speak about 5 things. Ndio tuweze kumalizia na kuomba as the Lord is going to help us. Mambo matano that we can learn from this. Number 1 is that pride can make you not receive your miracle. Kiburi inaweza fanya ukose kupokea muujiza wako. Kiburi. Nasema Reverend Ajui, mimi I am the miko ofisi mimi mtu mkubwa. Kwa biashara mimi ndio chairman wa soko. Alafu nikikuja kuombea hapo unaweka mguu mmoja nyuma. Unasema gani? Siwezi jaribu kuamka. Watu wa soko wote waniona na mimi ndio chairman. Nasema sasa hata sitaki watu watokee hapa, nasema watu wainue mkono uende kwa mkutano ama kwa kanisa. Watu wainue mikono because I want to pray for them wherever they are. Unasema mimi niinue kama mimi, wanaume hawainuani mikono. Nitainua namna gani? Kwanza wakati kama huo watu wameambiwa wainue mikono, kwanza unaangalia ni akina nani wameinua, unaangalia ni akina nani unasema mimi nimeinua ya roho. Nimeinua ya roho. Ya roho. Acha niwaambie wapendwa, kiburi ni mbaya. Ati hawajui mimi ndio kiongozi hapa kanisani. Watu wananiheshimu. Kiburi inaweza fanya milango yako ingine ifungike. Nasema mimi siwezi inamia, sisemi uinamie binadamu, lakini kuna maneno mengine tunatumia mabaya sana. Now the Bible says in the book of Proverbs, chapter number 11 verse 2, when pride comes, then comes disgrace, but with the humble is wisdom. Proverbs 11 verse 2. When pride comes, wakati kiburi inakuja na aibu. Na ukitaka kujua mtu wako na kiburi, yeye hapendi kukosolewa. Ukijaribu kukosoa mama kwa nyumba, mama anakunyamazia wiki mzima. Ama ukikosoa mzee anakunyamazia wiki mzima. Ukikosolewa kanisani unakosa kuja kanisa mwezi mzima. Atikuwa ni mimi peke yangu ndio nilionekana. Hakuna mwingine. Uliambiwa kuja kanisani kama umechelewa ni vibaya. Ukasema hata wengine wanakuja kama wamechelewa. Kwani mimi peke yangu ndio nilionwa. Kiburi ni mbaya. Biblia inasema wakati kiburi inakuja, aibu inakuja. Lakini wale walio wanyenyekevu, Biblia inasema ya kwamba wisdom comes upon them. In the book of Proverbs 29 verse 23, Proverbs 29 verse 23, inasema hivi, Proverbs 29 verse 23, once pride will bring him low,
Kiburi cha mtu kitamshusha, but he who is lowly in spirit will obtain honor. Proverbs 29 verse 23. Yule aliye na kiburi, hicho kiburi kitamleta chini, lakini yule aliye mnyenyekevu, huko kunyenyekea kwako kutafanya uinuliwe. That is why the Bible says that God hates those people who are proud. Lakini wale ambao walio wanyenyekevu, Mungu anawainua. Kuna mwalimu mmoja wangu zamani alinifundisha wimbo, sijui kama alikuwa Mluya kutoka pande gani. Akanifundisha wimbo ambao ulikuwa unasema ya kwamba wembelewesie imweno mwami arakushindura. Nyenyekea mbele za Bwana. Hiyo ni Greek ya huko kwetu Western. Nyenyekea mbele za Bwana na naye atakuinua. Wakati umekosolewa sio kuchukiwa unachukiwa, ni kupendwa unapendwa. Kuna rafiki yangu mmoja alipitia changamoto kubwa sana, na katika ile changamoto alikuwa na magari, akauza magari, akabaki na alikuwa na magari karibu 5, akauza ile, ikabaki moja. Sasa kazi imeleta shida, akaona hapa familia yangu itakanja. Akaona the only way nitaweza kufanya hivi, nitanunua pikipiki nikuwe nabeba watu na boda. Hata kama watu wataniona, lakini familia yangu haiwezi kalala njaa. Kuna mtu unaweza itia kazi hapa, Pastor David, akuuliza kwanza, hana kazi ameng'ang'ana miaka 5. Unamwambia kuja kazi, anakuuliza ni kazi gani hiyo? Unamwambia ni ya kuzunguka na lori wakichukua takataka, wanaweka wanadamu, wanakuja na analipa mshahara mwisho wa mwezi. Anasema hiyo sio standard yangu. Kiburi ni mbaya sana. Bwana sasa, na kiburi imeangusha watu. Kuna watu yaani wewe ndugu, dada na dada, ndugu na dada. Amen. Ndugu na dada. Unakuta kwamba umefikisha umri wa kuolewa na kuoa, lakini ile kiburi uko naye iko juu kabisa. Ukiangaliwa kiburi ni mbaya. God opposes the proud, but he gives grace to the humble. Amen. Bwana asifiwe sana. So, pride ni vizuri unaanza kwa mbele za Bwana, unamwambia Bwana, kama niko na kiburi, Bwana naomba ukanisaidie. Ukaweza kunirekebisha. Kuna mikutano mikubwa huwa ninaangalia vile watu wanafanya. Ninaambia Mungu atusamehe. Naambia Mungu atusaidie. Kuna wengine hawasalimiani watu hapa. Kuna watu naangaliaga hata uwezi ukawasalimia, kwa sababu unaona hao sio watu hasiana. Mswahili akasema aliye juu ngoje chini. Wapendwa, tusiwe watu wa kiburi. Wacha tuwe watu ambao tunanyenyekea. Wakati tunanyenyekea, Mungu naye anatuinua. Mungu hana shida ya kukubariki na milioni. Hana shida ya kukubariki na pesa na magari na mambo makubwa. Lakini anaangalia roho zetu. Kuna yule ndugu yetu kijana alikuwa mkimbiaji. Mnakumbuka yule kijana wa hapa Nyahururu? Alipata pesa, yule alikuwa anaitwa Wajiru. Zama alikuwa anaenda anakanyaga nyanya za wamama kwa soko, anawalipa. Madharau mbaya, kiburi. Anapiga mpaka wachungaji makofi na anawalipa. Wapendwa, tusiwe watu wa kiburi. Let us tell God, help me to humble down. Bwana ukanisaidie nikanyenyekee. Ninaweza kuwa ninajulikana, naweza kuwa niko juu, naweza kuwa ninaishi maisha ya juu, naweza kuwa niko mahali kiwango cha juu, lakini Bwana unisaidie nisiwe mtu wa kiburi. Niwe mnyenyekevu. Yule Naaman alikuwa mtu ambaye alikuwa amejawa na kiburi. Yeye anaangalia, naona huyu anatumia mtumishi, hata hawezi kuja yeye mwenyewe nje. Akakasirika sana. Wapendwa, njia za Mungu sio ni tofauti na njia zetu. Tupigie Yesu makofi mazuri. Amen. Number 2, that is very important. Amen. Number 2. Biblia inasema, ukiangalia 2 Kings chapter number 5 verse 1, inaongea kuhusu huyu Naaman.
Sasa andika hii, number 1, number 2, it is very important. There is always a but in everyone's life. There is always a but in everyone's life. Andika hiyo. There is always a but in everyone's life. Bible inasema hivi, ukisoma verse 1, inasema Naaman was great. Naaman was highly regarded. Lakini inasema but he had leprosy. Yeah? Amen? He was highly regarded. He was highly esteemed. But he had leprosy. Now, katika maisha ya kila mtu, there is always a but. Huyo mzee ameheshimika. Hiyo familia imeheshimika, lakini hawana watoto. Katika maisha ya kila mmoja kuna kuwanga na a but. Huyo ndugu amesoma lakini hana kazi. But in everyone's life, hiyo kanisa ni kubwa, lakini unakuta kwamba in everyone's life kuna kuwanga na lakini. Naaman alikuwa mtu wa kuheshimika, mtu ambaye ni wa kudhaminiwa. Lakini Biblia inasema ya kwamba lakini alikuwa na leprosy. I want to tell you this, people of God. Every one of us has a weakness. Every one of us has a challenge. Kila mmoja wetu ako na udhaifu, ako na changamoto, lakini hiyo haimaanishi ya kwamba that through that weakness Mungu hawezi akaonekana katika maisha yake. Huyo msichana ni mrembo lakini hajaolewa. Kwa nini hajaolewa na ni mrembo hivi? Huyo mama ako na pesa lakini bado hajanunua kwake. You know? Huyo ndugu ako na bidii, lakini bidii yake haionekani mahali ambapo inaenda. So in everyone's life, katika maisha yako, angalia jirani yako, muulize neighbor, what is your but? Hebu ongea na yeye kidogo. Kila mtu anakuwa na but. Everybody has a but. But I pray for you in the name of Jesus. May God come through for you. In the but, may God come for you. Amen. Nasema in that but, may God see you through. Amen. Katika hiyo but, Mungu akuonekanie. Amen. Katika jina la Yesu. Hiyo biashara inakaa vizuri. That business looks so good. But the owner, lakini mwenyewe ako na roho mbaya. Amen. Kila mtu katika maisha yake ako na but. This man was highly regarded. Lakini Biblia inasema ya kwamba but he had leprosy. I want to say this. Never allow the devil to take away or to take advantage of your but. Amen. Unaona hapa tunaangalia kibovu kuliko huyo wimbo ambao unasema ya kwamba tembea na Yesu. Amen. Tembea na Yesu. Amen. Mpaka wimbo wa mtu aiba tena. Hallelujah. Tembea, tembea, tembea. Tembea, tembea, tembea. Kila mmoja there is always a but. Unaweza angalia mtu unampenda, unamheshimu, lakini haujui ile but ya huyo mtu. Na kila mtu in life we have a but. But in every but, that is where God comes and reveals his power. Katika hiyo part hapo ndio Mungu anakuja anadhihirisha nguvu zake. Katika hiyo part ndio Mungu anakuja anadhihirisha miujiza yake. Kama Naaman hangekuwa na ukoma, hatungekuwa tunasikia habari ya Naaman kuweza kubarikiwa na kuweza kupona na ngozi yake kuwa kama ya mtoto mdogo. Lakini ni katika ile part ambayo Mungu aliweza kuonekana. Ni katika ile part ambayo muujiza uliweza kufanyika. Ninakuombea katika jina la Yesu ya kwamba katika ile part nguvu za Bwana zitaonekana. Nasema katika ile part neema ya Bwana itaonekana. Katika ile lakini nguvu za Bwana zitaweza kudhihirika katika jina la Yesu Kristo. Na ninakuombea katika hiyo part ya kwamba shetani will not take advantage of the part. I pray for you in the name of Jesus. The devil will not take advantage of the part, but God shall manifest himself. God shall manifest his power. May the Lord manifest his power upon your part. May the Lord manifest his power upon your life. Mungu adhihirishe nguvu zake katika maisha yako. Mungu adhihirishe nguvu zake katika familia yako. Mungu adhihirishe nguvu zake katika biashara yako. Mungu adhihirishe
nguvu zake katika kazi yako. Hallelujah. Somebody say amen. Amen. Angalia jirani yako, mwambie neighbor. Lakini yako ni gani? Lakini yako ni gani? Naweza sikia wengine wanasema, huyu anapenda kuimba, ako na sauti nzuri, lakini sura hana. Sura ndio hana, lakini katika hiyo hapo ndio Mungu anadhihirisha nguvu zake. Amen. Angalia tena neighbor, mwambie neighbor, katika maisha yako ujue ya kwamba kuna lakini. Usiniambie ni gani, lakini ujue wewe uko na lakini. Number 3 is very important. Na ijulikane wewe ni Mungu, na ijulikane wewe waweza, na ijulikane watenda mambo makuu, na ijulikane duniani kote. Oh, na ijulikane wewe ni Mungu. Oh, na ijulikane wewe waweza, na ijulikane watenda mambo makuu, na ijulikane duniani kote. Namba ngapi sasa? Nimeona mnafuata. Number 3. Never despise anyone in life. Usiwahi dharau mtu yoyote katika maisha. Usiwahi dharau mtu yeyote katika maisha. Kale kasichana kanyumba kamjakazi kalikuwa kanafanya kazi kwa Naaman. Hapo ndio kalifanya Naaman ajue ya kwamba there is a prophet in Israel ambaye anatumika na nguvu kuponya watu. Mara mingi tunaangalia kwa watu na sasa huyu anaweza kusaidia na nini? Huyu anaweza kusaidia nini uko nayo? Kusoma hata haujasoma, hata kazi hauna. Wapendwa, katika maisha haya niwaambie, usiwahi kubali kudharau mtu yeyote. Huyo mtu ambaye unadharau, pengine ndio huyo mtu Mungu alikuwa amepanga awe baraka katika maisha yake. That person that you despise, maybe that is the person ambaye Mungu alikuwa anataka kutumia, so that person can be a blessing in your life. Umekuwa ukiomba, Mungu tumana, Mungu kucha, usitumane, ninaomba muujiza, ninaomba baraka zako, alafu Mungu anatuma mtu tu hivi. Unamwangalia, unamdharau, unashindwa huyu anaweza akanisaidia na nini? Huyu anaweza akanisaidia na nini? Wacha niwaambie wapendwa, never despise anybody in life. Na kando na kudespise, kudharau mtu yeyote, hata wewe mwenyewe usiwahi kudharau. Unaenda mbele za Bwana unasema, Mungu, mimi ninakuja mbele zako, ninakaa Volkswagen zile za zamani, sina mbele wala nyuma. Mimi ni kama matambara, kama dunia ambayo imeraruka, ambayo haina Bible inasema you are fearfully and wonderfully made by God. Usikubali kudharau mtu yeyote na usikubali kujidharau. There are people ambao wamefika mahali they don't see any value in their lives. When God looks at you, Mungu anapokuangalia anaona his own creation.
Lakini wewe unapojiangalia unaona wewe ni kama takataka. Haidhago sijaisikia mtu akiomba hapa hivi. Kuna kwingine unaendaga unasikia introduction ya maombi. Mungu, sisi ni kama takataka za Dandora ambazo zinanuka kabisa. Hatukubariki katika macho yako. Mungu, sisi ni watu ambao hatuna mbele wala nyuma. Nani alisema hauna mbele wala nyuma? You have a future. I say you have a future. Mambo inaweza kuwa haifanyi kazi vile unataka leo, but that does not mean that you don't have a future. You have a future. And God has a plan for you. Na mahali ulipo, that is not your destiny. Mahali ulipo, that is not your end. That is the beginning of the greatness of God in your life. Amen. Huo ndio mwanzo wa mambo makubwa katika maisha yako. Hii mambo ya kujidharau na kudharau watu lazima tuachane nayo. Usidharau kanisa lako. Usidharau familia yako. Yaani unaangalia hivi unasema kama kaimwaga. Yaani ukiona yangu wewe Bwana ulisema unilete kwa hii familia nikufia hapo. Ukiangalia baba ya mume wako ama ya mke wako, the thing ashainunua kubwa sana. Ni pikipiki na ilikuwa ya second hand. Na alinunua kama haina miguu mbili. Alikuja kutafutiria. Sasa unaangalia unaona haki hapa, unauliza hapa siku ile tutapokea haki, kuna Mungu mbinguni. Let me tell you, you are going far. Don't despise yourself. Usijidharau. Things might have worked against you. I'm saying this with all due respect. Na naopenda nyinyi wote. But sometimes unakuta kwamba you have raised your children ukiwa single parent. That does not mean you're foolish. That does not mean you're useless. That does not mean you're going nowhere. Bwana asifiwe sana. God is taking you far. Wewe kama ulikuwa unajirembesha vizuri, Bwana asifiwe sana, jiangalie vizuri. Tembea kwa kanisa vizuri kama unafurahia. Unajua kwamba unaenda kukutana na the King of Kings and the Lord of Lords. You appreciate yourself the way you are. You are valuable. Wewe sio wa bei rahisi, wewe ni wa dhamana. So never angalia jirani yako mwambie hapa. Never despise yourself. Na usidharau watu pia. Unajua tunataka saa zingine mikutano na wachungaji. Ninapenda, ni vizuri kuwa na protocol security kama hiyo. Lakini unaona watu wanakuangalia, wanaona wewe labda ukuje uweko huku nyuma. Kuna mahali nilikuwa nimeenda mkutano, sitamwambia ni wapi, usikasirike pastor wenu alidharauliwa. Nikaenda mahali, akaniangalia sipo nikaenda nikaweka pale nyuma. Sasa pastor kusimama, anasema na si yule nilifuata. Anasema nani amemweka huko nyuma? Mleteni hapa mbele kwa watu. Hata watu wanapokudharau, Mungu hajakudharau. Mungu bado anakupenda. Bwana asifiwe sana. So never despise people and never despise yourself. Ya mwisho so that you can pray. Leo nilikuwa nataka kuongea na your hearts. Mwisho, this is the second last step. God does not need your recommendations on the ways He should come through your life. Mungu hahitaji recommendation. He does not need recommendation on the way He should come through your life. Ati unaona Mungu, sasa unataka tuongee na wewe Mungu. Unaona sasa hivi ni March. Tumeingia March. Fanya hivi. Kabla March ishe, tarehe 15. Are we together God? Tarehe 15, 16 hapo ndio nakuaga na Lord. Hapo ndio nataka ukujie hapo. Saa hii sio kubaya. Eh? Saa hii tarehe hapana. Already nishalipa nyumba, ninajua pesa ya nyumba itatoka. Lakini Mungu tarehe 15, 16 hivi. Hata ukikuja 14 basi hapo ni sawa. Hapo ni sawa. Mungu sasa hivi iko na miaka 26, 27, 28. Sasa 20 na
wacha fanya hivi saa hii, usikuje saa hii. Saa hii sitaki kuolewa ama kuoa. Fanya hivi. Nikifika 30 hivi tu, 30 ukuje saa hiyo. 30. Na usichelewe. Are we together God? 30 ukuje hapo. Let me tell you. Mungu anakujanga wakati wowote. I say God can come anytime. I repeat again, God can come anytime. Amen. God can minister to you anytime. Amen. We don't have to give God restrictions. Unapatia Mungu restrictions, umemfunga kamba na miguu, unamwambia lazima akuje at this time na lazima akuje na hii njia. Akikutana na wewe kwa njia ya kwenda kwa Magu. Naye Mungu alikuwa amesema atakuja kwa njia ya kupitia Kanyareli, akipanda hivi. Na unaambia Mungu lazima tukutane na wewe kwa njia ya kwenda Kanyareli. Hapana, Mungu haoperate hivyo kwa sababu njia zake ni tofauti na njia zetu. Amen. Wewe unasema ya kwamba pengine ulitoa sadaka ya faith, seed of faith. Na Mungu alikuwa anataka utoe sacrifice ya of a certain thing. God wanted you to give a sacrifice of a certain thing. Pengine Mungu alikuwa anataka utoe gari. God wanted you to give your own car. Na magari yenu ikuje kwa jina la Yesu. Amen. Hiyo amen sipendi. I say may your cars come in Jesus name. Amen. Sio gari moja, magari mingi zikuje. Amen. Sasa hivi kuna watu wameanza kujiuliza maswali. Sasa ni pesa ya chakula tutatafuta kama ni ya gari? You know, that is the challenge with us. Ni pesa ya rent nitatafuta ama ni ya gari? Let me tell you, God does not come on your own ways and on your own terms. He comes on his own ways. Mungu anakuja kwa njia zake yeye mwenyewe. I know it is very challenging and very difficult, hii message, but I have, wakati Mungu alinipatia this message, I say I have to preach it. Wakati ambapo yule mtu katika the pool of Siloam, the pool of Siloam, Bible inasema huyu mtu alikuwa pale, alikuwa anangojea malaika aje kutibua yale maji. And the first person angeingia kwa yale maji, huyo ndio mtu alikuwa anapata uponyaji wa kwanza. Now Jesus comes, anamuuliza, do you want to get well? Now this person anaambia Yesu, when the angel comes down, I have no one to help me. I have no one to help me. Sasa Yesu hakumuuliza, watu wanakusaidiana ama hawakusaidiani? Alimuuliza, do you want to get well? That is the challenge with most of us. And the challenge with us. Na nikwambia hivi na nilisema kwa kesha mahali, nilikuwa nahubiri. Kuna watu ambao hawatawahi kusaidia katika maisha yako yote. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawakupewa mzigo wa kukusaidia. Kwa hivyo usikasirikie watu. Wacha niwakaribie wapendwa. Don't get angry with the people because they never helped you when you are in need. Mtu yeyote ambaye atakaye kusaidia ni yule Mungu ameweka mzigo katika moyo wake. Asimame na wewe. Naona mmenyamaza vizuri sana. I want to tell you the truth. Wakati tulikuwa tunafanya wedding, when we were wedding, somebody had promised us ya kwamba ataweza kulipa tent zote, which was coming to around 41,000, 42,000. Harusi ilipokaribia, that person disappeared, akatu blacklist, hatukuweza kuipata tena. Why? After that I was very angry with that person. Kwa sababu walikuwa wameahidi na hakutimiza. But the Lord spoke to us akasema, huyo sio mtu ambaye nilikuwa nimewekea mzigo asimame pamoja na nyinyi. There are people that have not been given the burden to stand with you. Only the people that have been given the burden, hao ndio watasimama na wewe. Mama Samii. Hadi sikukuona kwa mazishi, sikukuona kwa matanga, sikukuona kwa harusi yangu. Unauliza sasa, wewe sikukuona na mimi wakati mtoto wake atakuwa anafanyiwa graduation, hata wahi niona hata kidogo. Wakati atakuwa na mazishi, hakunitumia kakitu. Wewe ulikuwa unatarajia wakutumie kakitu wakati wako na mazishi, wakati ulikuwa na mazishi hawakutumia. Na wewe unasema ya hapa duniani tunalipishia hapa duniani. Hata yeye wakati atakuwa na jambo hata niona. Bwana asifiwe sana. Amen. Blessed be the name of the Lord. Hata fanya nini? Hata niona.
The people who shall stand with you ni wale wako na mzigo yako, na Mungu hatapeana mzigo wako kwa kila mtu. Ni wachache ambao watapewa mzigo yako. Kuna watu wakati uko na shida hautawaona, you will not see them, lakini wakati uko na celebration utawaona hapo wakisema huyu ni sisi tumelea, huyu ni sisi tumelea. Lakini wakati ulikuwa unatafuta school fees unang'ang'ana unakopa, hakuna mtu alitaka kukuona. Lakini siku ya graduation ya huyo mtoto watasema huyu tumemlea akiwa mdogo, sisi ndio tumesomesha yeye. I know mnashangaa, pastor, si watu wanafaa kusimama na wengine? Yes, wanafaa kusimama na wengine, lakini kama mtu hakusimama na yeye, wacha kubeba yeye. Kama mtu hakusimama na wewe, usibebe yeye hata kidogo. Don't carry that person in your heart. There are people who never came for your wedding. Yaani unakanda chini unasema, among all the people who will get this, don't carry them because they were not meant to be there at that particular time. Lakini wale watu Mungu alikuwa ameordain wakuwe katika hiyo nafasi, they came for you. And that is the reason you are here. Bwana asifiwe sana. This person Mungu Yesu anamwambia, do you want to get well? Anasema yes, I have no one to help me. I have no one to keep me. I have no one to stand with me. I have no one to put me inside the waters. Lakini Yesu anamwambia, chukua godoro lako na uende. The ways of God. The ways of that time ilikuwa ni mtu aingia kwa maji, akiingia kwa maji, akiingia kwa ile kisima apone akiwa wa kwanza. But the ways of God ni ya kwamba Yesu alimwambia, chukua godoro lako, tembea, umepona. That is called the ways of God. Blessed be the name of the Lord. Amen. Amen. Finally, niseme hivi. Thank you, Jesus. Finally, God can use anyone. Mungu anaweza tumia yote katika maisha yako. Naomba tusimame kwa miguu yetu in Jesus mighty and holy name. Amen. Amen. Hallelujah. Oh, God can use anyone. Unatawala. Amen.